Bwana nyoka zilikuwa nataka kumchukua mtoto, lakini matukio mengi sana ilipitikana kwenye episodi ya kwanza ambayo tunahitaji majibu. Komando alifanya vitu vingi, alimsaidia. Bwana tuliona Luz akifanya yake wakati nyoka huku zikitaka kumchukua mtoto, na Komando alifanikiwa kuzipasua. Lakini hii familia ya Zuma, wengi walijiuliza na walitaka kumuua Komando, na pia nyoka ikamuingia Skola. Bwana tunaanza episodi ya pili kama hivi. Bwana ni usiku wa manane, lakini kuna sauti ilikuwa inaita Axel. Inaya alikuwa kama amefungwa. Axel ndo mtoto wa Inaya. Alafu hii sauti kama ya jini inatoka wapi? Mtoto alianza kufuata hiyo sauti. Mama alianza kumuita. Namuita. Mtoto alisikiliza sauti ya mama yake. Oho, Damon. Cheki makucha. Kumbe ilikuwa ndoto tu. Lakini mama anaangalia hivi, anaona mtoto wake hayupo. Sasa inakuaje? Ilibidi matoke chumbani, anakuja kuangalia Skola alikuwa na mtoto mezani. Ilibidi mama apumue kidogo. Bwana, hii nyumba imeanza kuwa na majanga. Toka hizo nyoka zitokee, basi kwenye nyumba alianza kuona vitu, na leo alikuja akamwita Skola. Écoute-moi, tu vois cet arbre? Ne mets plus jamais. Ilibidi amkanye na kumwambia isije katokea siku tena ukamchukua mtoto wangu na kumweka pembeni ya hilo mti. Unanisikia? Mama alikuwa anaishi tayari na nyoka nyumbani kwake bila kujua. Bwana huko Komando alikuwa studio na Luz, na walikuwa wanafanya ngoma yao. Nimependa. Attends. Lakini Luz kakatisha na kuaje. Tu serais pas en train de chanter pour cette femme-là? Komando Celle derrière. Mbona kama unamwimbia mwanamke mwenye manyoka? Qui est là, mec? Jamaa alikasirika. Avoue-le. Bwana kila siku Luz alikuwa anamshauri Komando, bwana achana na huyo mwanamke. Putain. Ulinusulika kufa wewe. À quel point c'est dégueu. Wanawake wengi bwana, na sijawahi kuona nyoka wakubwa kama wale. Tutakuja kuliwa na nyoka. Unajua uchungu kuliwa na nyoka wewe. Lakini hii sehemu yao ilikuwa studio na pia ilikuwa kama kitengo chao cha research. Ghafla kuna alarm ilianza kugonga. Shida imepatikana. Il y a un incendie sur la 10e rue. Kuna nyumba zilikuwa zinaungua. Il y aurait des personnes coincées à l'intérieur. Donc tu ferais mieux d'aller les secourir. Wanalalamika. Hivi jamaa nataka kumwambia tu. Komando kaye a long time. Je vois. Lord Komando amefika sehemu ya tukio na alikuta tayari watu wanalia, watu wanahuzunika. Dada hapa, nyumba yake yenyewe hiyo ilikuwa tayari inashika moto. Tatizo kubwa ni kwamba watu waliokuja kuchoma nyumba wamechukua pia na binti yao. Zoma ilikuwa nyingi sana na walianza kumsihi Komando awaletee binti yao. Lakini baba yake na binti alifanyikiwa kuchukua kitambulisho cha gari na kumpa Komando ili kimsaidie kupata gari hiyo. Ngoja tuone. Sasa Mangwasuma waliomchukua binti ndio hawa. Bwana, simu inaita. Est-ce que vous l'avez déjà en visuel? Sasa kitu cha kushangaza ni kwamba kama vile walikuwa wanamsubiri Komando aje. Maana bosi aliwaambia jamaa atakuja na mtakapomwona basi mumuue. Lakini machine Lord Komando huyo bwana we, prévenez-moi quand ça. Dume shasoma kitambo. Jamaa anamwambia wewe shatonu jamaa ilibidi ongeze speed ya gari. Komando juu ya magorofa na ofkuza lazima washike. Ana binti ambaye lazima msaidie. Inaonekana wazi kwamba jamaa wako wanamtaka mtoto, bali walikuwa wanamtaka Komando. Luz, nipe shortcut bwana wewe. Je le tiens. Huyo mwanaume kashatokea kwa mbele. Oho, kimenuka katikati ya barabara. Lakini bwana, sasa kumbe huyo jamaa alimwambia Komando kwamba wamebeba binti yake, basi ni yeye ndio alikuwa anataka kumuua Komando. Hii dunia hatari sana.
Jamaa ilibidi waoshe gari, ngoja tuone. Oh, non. Tu prends toujours la vie au sérieux. Leo komando alitumia mfumo mpya kabisa. Luzo alianza kuogopa. Tulia. Huyo mwanaume alitoka. Huyo bwana, ilibidi jamaa atumie nguvu zake na kustopisha gari yenyewe mpaka gari ikasambaratika. Sans revenir, si sans Niliwaonya, moi. fanya kosa yote kwenye hii dunia, Liberté sans responsabilité. lakini hapana la kumchokonoa komando. Des petites erreurs, des grandes conséquences. Wewe subscribe, share, like na comment, tupe maoni yako. De la famille, Maana hii sinema ni balaa l'amour. na ndo mwanzo kabisa. Oh, Redeemer, j'ai tout gâché, je vais recommencer. Redeemer. Oh, Redeemer, Kumbuka sinema ya Congo DRC. je vais abandonner. Oh, Redeemer. Bwana, jamaa anaanza kupiga simu huko, jamaa hapatikani. Simu haipiti tena hii. Yeye anajua huko jamaa ameshamuua komando, lakini simu haipiti na kuaje. Huko komando jamaa wamedhirai, wamepoteza fahamu. Bidi aje, shtua kidogo. Funga kinywa chako wewe, pumbavu zako. La fille que vous avez kidnappée. Naangalia binti, hakuna mtu. Mtoto kwa wapi? Jamaa anamwambia bwana, wewe hakujawahi kuwa mtoto hapa. Pardonne-moi. Yaani tulitumia kama chambo tu ili wewe uje tukuangamize. Lakini sijapenda kufanya kitu kama hicho. I'm sorry, usiniue. Salio na jamaa mbona wadogo sana. Ilibidi awaache. T'inquiète pas, ce sont des pros. Sasa deal limefeli. Tu m'as fait savoir. Wanaanza kukulogana huko. Ignorant tout, Wewe ouais. umemletea watu ambao wajui kitu. Chiuti. Acceptez ça. Maintenant, on va dire. Inakuwaje mimi nimekubali kitu kama hichi? Maintenant, téléphone. Prends ce téléphone. Bwana wewe. Rukia. Kushangaza ni kwamba Qu'est-ce qui devient? jamaa alianza kumwambia achukue simu amwambie Rukia. Nini kimetokea? Yaani wametumwa na Rukia. Wewe. Leo Inaya aliamua kumuita Pasta nyumbani, maana shida zimekuwa nyingi. Ndoto zibaya, vitu havieleweki. Ilibidi jamaa aanze kumpiga ringara hapa. Shetani akikuchokonoa ananichokonoa na anachokonoa Mungu wangu. Bwana, lakini Skola alikuwa na mkejeli. Jamaa upako imezidi. Anamwambia katika nyumba yako hii kuna wachawi katika hii nyumba. Kwanza wanapanga kunyonya macho. Nisikilize vizuri Inaya. Malaika wangu wanataka sadaka. Nataka kumaliza hizi shida zote. Ili waponye nyumba yako hii itabidi kwanza unipe sadaka. Tena dola. Mungu anapenda dola. Ilibidi naye asimame na kwenda kuchukua sadaka. Wakati Skola anamwangalia tu. Lakini kuna sauti ya nyoka. Wewe! Leo Pasta ameingia cheo cha kike. Pasta hajawahi kuona kitu kama hichi. Jamaa ilibidi afunge kwanza macho vizuri na angalia. Wewe! Alishtushwa. Skola kama tiki. Tu te prends pour... Nyoka ni Skola. Tu vas commencer Bwana, à pomper jusqu'à ce... ilibidi Skola mzalao na kumwambia wewe utapiga push up mpaka nikwambie uache. Unanisikia? Ilibidi aanze bwana. Pasta mwenyewe haeleweki. Inaya anakuja. Pasta. Oho. Sasa jamaa na nguvu ya Mungu. Sasa inakuwaje Skola kamtetelesha kama hivi? Sasa mwanaume ilibidi azuge tu, hana cha kufanya. Unataka nikuponye ama vipi? Kidole cha Skola huku kinamwambia shuka. Yashi imemkatika. Hana cha kufanya jamaa. Wewe Inaya anashangaa.
Wewe. Pesa zote zinaenda kwa skula hizi. Pasta leo ana chake mpaka sadaka imekwenda kwa skula. Yaani kwa mihemko yote hiyo pasta alikuwa nayo. Kwambia hata nguvu la Mungu zenyewe hana. Skula ilibidi amchangamkie. Shtusha kidogo. Hey, jamaa kwepo. Toka wewe, nisikufanye vibaya. Jamaa aliogopa huyu. Huyu na timu zake. Bwana wa jamaa hiyo siku walifunga mlango bila kuangalia nyuma wakati Skola akashapiga mkwanja wake na yeye. Bwana upande wa pili huku Inaya alikuwa kwenye simu. Komando wakati aliona wale jamaa wanamchukulia poa basi huyo anakuja tena anarudi nyumbani. Lakini simu iliita. Hello. Jamaa alipokea simu. Hello. Hakuna mtu alijibu. Kidabai. Lakini hapo hapo alianza kusikia kilio cha mwanamke. Calme-toi. Jamaa anamwambia wewe tulia. Niambie kuna nini? Stay. Inaya? Kumbe alikuwa Inaya alikuwa na mchokonoa kidogo. Sasa Inaya anatoka kumfuata kwenye simu jamaa amesaidia watu na nini. Ndio Inaya anamuita. Ilibidi waongee kidogo. Sasa nilikuwa nataka kukusalimu tu. Ilibidi jamaa amuulize habari za mtoto wake. C'est bien. Jamaa akasema poa sana. Bwana we, kuna hisia ziliingia. Wote walistajabu, hakuna aliyepata cha kuongea. Okay. Bwana ilibidi mwanamke akatishe. Lakini jamaa ndo akajikuta sasa. Inaya D'accord, si je t'invitais à dîner ce soir. Naweza kubali tutoke dina leo? T'as déjà mon numéro? Mtoto likubali. Anamwambia wewe una namba yangu tayari. Je donne ma vie pour toi, je suis prêt à tout pour toi. Alors vas-y, dis-moi que t'es le Ilibidi amwalike dina kwanza kote yenyewe imeshachoka akatopa huko. Huyo una furaha kama zote. in love. I'm in love. Aliona tena simu inaita. I'm in love. I'm in love. J'ai accepté de dîner. Inaya alifikiri Alil tena ndo anamuita, lakini haikukuwa hivyo kabisa. Inaya. Ghafla Inaya alishtuka. Sami? Alita Sami. Oui, c'est moi. Bwana, jamaa aliitika ndio ni mimi. Sasa inakuaje? Mara pop. Inaya. Il faut vraiment que tu avortes. Anakumbuka siku ambayo huyu mwanaume kumbe ndo baba yake na Axel. Oui, tu veux. Na wakati alimdunga ujauzito, Grave l'erreur. ilibidi jamaa aanze kumwambia atoe mimba. Encore un bébé. Je ne sais pas d'où. Nisiwezi kuwa baba. Tu vois, mon... Mwanamke tu mwenyewe amenishinda, sasa inakuaje kwa mtoto? Pas de tuer. Na mimi sija kuomba kuoa. Mtoe. Sami, quelle différence. Inapishana nini? Pourquoi tu veux rien comprendre? Je t'ai dit que je suis pas encore prêt pour être un père. Mais comment tu veux que je te l'explique? Ok. Shamdunga mimba mtoto wa watu. Responsabilité. Lakini leo anakuja kumwambia bwana wewe, mimi sitaki mimba na sitaki kuoa. Sami, je ne vais pas voter mon bébé. Mimi siwezi kutoa mtoto wangu. Bébé, Na allez. kama unataka kuondoka Sami. basi we bye. Lakini mimi na mtoto wangu Roger. hatutokuja kusahau kamwe ulichotufanyia. Ogopa sana wanawake. Inaya. Attends, Inaya. Inaya. Wanawake wana hasira wewe. Wanaume, hii iko sawa hii kweli? Yapo anakataa, lakini roho ilikuwa inamsuta. Kuna kitu jamaa alikumbuka. Inaya. Alichomoka kamlalamikia Inaya. Fais-moi une faveur. Lakini alimwambia nisaidie kitu moja. Fais-moi le père de cet enfant. Watakapokuuliza mtoto ni wa nani, usiseme kama mimi ndo baba yake. Bwana usikie huyu jamaa. Kwanza kakataa mimba, ndo anakuja tena kushindilia msumali kama hivi. Wewe kama mwanamke unafanyaje hapa? Qu'est-ce que tu veux? Kwa uchungu, Inaya alimuuliza, unataka nini? Samia anasema nataka tuongee. Lakini hapa kuna sauti ya mtoto ilisikika kwenye simu. Jamaa alianza kumuuliza mtoto wangu huyo. Kwa uchungu Inaya akachukua simu kakata. Potelea mbali pumbavu zako. Oh maskini Inaya. Yaani amemkomaza mtoto wake mwenyewe. Bwana story inaendelea hii. Pressure ilimpanda. Bwana tunarudi nyumbani kwa Zuma. Na leo kaka na dada walikuwa kila mtu anafanya yake, mmoja anapiga juisi, mwingine yupo internet. Maisha ilikuwa inaenda kama kawaida, lakini kumbuka baba yao alikuwa mlemavu na huyu alikuwa mfanyakazi wao
anamleta baba hapo. Kuna kitu baba anataka kuongea nao. Huyu baba ndo anamtuma mtoto wake Rukia aende amchukue ule mtoto, na pia yeye na mtoto wake wa kiume huyo hapo Onesmo hawaelewani kabisa. Na kama umechunguza vizuri ni kwamba nyumba yao iko nje kabisa ya mji, na hii familia ndo inaitaka kwa hali na mali mtoto wake na Inaya. Kwa nini hatujui, ngoja tuone. Je suis en train de réaliser que ça devient de plus en plus difficile. Kadri siku zinavyoenda, naona inakuwa ngumu sana kumleta huyo mtoto hapa. Et là mon espoir d'avoir enfin na mimi matumaini yangu ya kumpata mrithi atakayendeleza ukoo wangu inapotea. Lakini Rukia alimkatisha baba yake na kumwambia, baba, sio mida sahihi ya kuongelea hivyo vitu. Baba alikasirika na kumwambia, wewe iwe ya mwisho kunikatisha wakati naongea. Umejaribu mara ngapi kumuua komando, lakini wapi? Hata mpaka nyoka zako hazijamfanya chochote, na mtoto anaendelea kubaki huko huko. Baba, sijamuua komando, lakini kwa sasa namcontrol Skola na atafanya kila kitu. Usijali, mtoto atakuja hapa. Baba anamwambia, sitaki siku moja jina langu lije kufutika. Wewe wakati utaolewa, mtoto wako atabeba jina ya baba yake, na aliyepaswa kuwa mlisi wangu anakojoa na kujamba kama kuku, hawezi kufanya chochote. Zuma alikuwa anamchukia mtoto wake Onesmo maana hakuwa na vibuyu. Onesmo alikasirika na kumwambia, baba, kwa nini ulienda kuchukua madawa ili umpate mtoto wa kiume? Ndo kosa lilofanya mimi kuwa hivi. Unafikiri mimi sijui? Alafu unataka kuadhibu watu wote kwa makosa yako. Umchukua mtoto wa watu kwa mama yake ni ukatili mzee. Acha hivyo dingi, kubali hatima yako na uniache na amani tafadhali. Lakini baba kwa hasira alimwambia, isingekuwa mama yako ningeshachukua mifupa yako na kuipatia mbwa, maana wewe haunisaidii chochote. Bwana baba alitumia maneno makali sana. Onesmo nguvu zilimwisha, aliamua kutoka. Onesmo alikuwa anaambulia mateso hapo nje. Ndani baba na muamuru Rukia aende achukue pesa yoyote ile atakayoitaka, amlete huyo mtoto hapa, na kama huyo mtoto hatakuja kuishi na yeye, basi Rukia ajitahidi huyo mtoto hasiishi popote duniani, yani auawe. Bwana, wakati Rukia anatoka, Onesmo alimwambia ya moyoni, jana silikuwa mama, leo ni mimi, na kesho itakuwa wewe. Baba ipo tayari kuwamaliza watu wote ili yeye apate anachokitaka. Mzazi gani? Na ndio maana ametengwa na kufukuzwa na familia yake. Oho, kumbe mzee kafukuzwa. Lakini Rukia alimwambia, mimi siifanyi kwa ajili ya baba, naifanya kwa ajili ya mama. Alimkumbusha siku ambayo mama yao aligonjwa sana na ilibidi wamtoe kwenye hospitali ndogo na abebe hospitali kubwa. Mama aliamuru kabla ya kumbeba wamuitie mwanae Rukia aongee naye. Alimwambia, mwanangu Rukia, unakokwenda sijui kama nitarudi, lakini naomba ni promise kitu moja. Wewe una nguvu sana kunizidi hata mimi na baba yako. Mimi nimezaliwa katika familia ya kichawi sana, na baba yako huyu ana nguvu za ziada za nyoka, na zote wewe unazo. Ambacho namdai baba yako basi ni kumpa mtoto mwanaume, maana wewe mwanaume ameacha kila kitu kwa ajili yangu. Alinipenda sana. Tumejaribu na tumempata kaka yako, lakini bahati mbaya imeshindikana. Nikifa mtoto wangu, siwezi kulala mahali pema peponi kabla hujapata mtoto wa kiume ambaye ataendeleza ukoo ya baba yako. Niahidi. Lakini ilibidi mtoto akubali, maana alikuwa anampenda mama yake sana. Bwana, huyo unamuona hapa ndo uncle wao, yani mdogo wake na babake. Uncle aliona hawa wazazi ilibidi amshauri kidogo Rukia. Namwahidi vitu, lakini ungechunguza vizuri. Kuna vingine vitu huwezi kuahidi mtu maana haviwezekani. Rukia alikasirika. Sasa inakuwaje unaniambia kitu kama hichi?
Ilibidi amwambie kwanza, hatukuhitaji hapa, rudi nyumbani kwako. Aliona si mzazi ndo kamwambia, na ana uchawi, ana nguvu. Sasa hataki kusikia shauri yoyote. Aliambia anko, wewe timka, sitaki tena urudi nyumbani na sisi. Ndio leo anakuja kumwambia Onesmo, hichi kitu mimi nilikipromise kwa mama, na itabidi nikitekeleze tu. Alafu Onesmo kamuuliza, sasa na mimi nakuaje? Nafasi yangu ipo wapi? Bwana we, alishindwa kujibu na alitoka. Onesmo alisikia uchungu sana. Pondo pili huku, jamaa kashinda town. Huyo amechukua ua leo. Ilibidi amwambie Inaya kwamba anampenda. Basi Inaya pia naye amechukua mtoto wake, huyo anakuja. Lakini unakama mtu anamfuatilia. Bwana, inakuaje? Mtu anamfuatilia Inaya. Sasa inakuaje? Bwana, swali zinaongezeka na majibu. Tukutane sehemu ya 3. Endelea kusubscribe, share, like. Tumia wengine wapate kitu kama hichi, na utupe maoni yako kwenye comment. Bwana, hii ni Redeemer ama Uzito wa Damu. Na mimi nilikuwa DJ wako Machine, mdogo wake Putin, ama ukitaka nite Mlusi.